Papasa upindo wa Bwana. Papasa vazi lake. Ewe mwanamke uliotokwa na damu. Rek mikono kio Mungu. Dila wikemolia Yesu. Dila wikemolia nyumba ya Yesu. Yuko mahali hapa na Roho Mtakatifu. Nguvu za Mungu zimejaa mahali hapa. Hako tayari kukushughulikia wewe ulihangaika. Anakupatia jawabu wewe uliyeteseka. Wewe ulionekana hauna future. Anarekebisha maisha yako. Wewe uliosota. Yuko hapa na pesa. Kuza upindo wa Yesu. Na upata kupona. Thank you Lord. Nakupenda Bwana. Kwa sababu wewe ni mwema. Kwa dakika moja tu wimbo na hisi tuimbe. Nimwambie nani mimi kama sio wewe? Nimwambie nani mambo yangu kama sio wewe? Hakuna katikati ya Wabukusu nitakayekimbilia nimwambie mambo yangu Baba, ila unanijua Bwana. Unajua hesabu za nywele ya kichwa changu. Mawazo yangu unayatambua. Ninakuja kwako Yesu. Sina pa kuenda. Mizigo yangu yote naileta kwa msalaba wako. Na nina ushuhuda kwa sababu nilipokuletea. Dunia ilisema sitaweza. Walisema hiyo ni mikubwa, hakuna mtu anaweza kumbebea. Wewe ulibeba. Asante Bwana. Kwa sababu wewe ni rafiki wa karibu. Rafiki wa dhati. Mwandani wa moyo. Pewa sifa tunapokaa machoni pako. Ongea na sisi. Kalishe mioyo yetu. Tukakutana na uso wako kwa utukufu wako. Kwa jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Watu wa Mungu waseme amen. Kama unataka kupona sema amen.
Ninataka kuwashukuru wote kwa kuruhusu mwili wenu ulete moyo mahali hapa. Salimia jirani yako. Msalimie vizuri, huyo ni muujiza. Nyinyi mnataka muujiza mtu ametembea sijui miguu. Msalimie, salimia huyo mwingine wa upande mwingine. Mwambie wewe ni muujiza. Hallelujah. Shetani hakutaka mtu huyo mahali hapa. Amka hata umhug. Can you hug that miracle? Hallelujah. Pate wapi tena mtu kama huyu? Mwangalie, pate wapi mtu ambaye Mungu muone macho, pate wapi tena mtu kama huyu? Muone midomo, pate wapi? Wacha kuniangalia mimi, ambaye Mungu anakaa ndani yake, ambaye Mungu ona masikio, pate wapi tena mtu kama huyu? Ona midomo, pate wapi tena mtu kama huyu? Anatabasamu, ambaye Mungu anakaa ndani yake, 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 ambaye Mungu amemuponya. Haleluya. Ambaye Mungu anakaa ndani yake, ambaye Mungu ambaye Mungu chukua mkae nazo chini. Pate wapi tena? Pate wapi tena mtu kama huyu? Ambaye Mungu anakaa ndani yake, hata kama ni mjane, Mungu anakaa ndani yake. Ai, ukiniona hivi nimebarikiwa. Shetani alijaribu kuniangamiza, mapepo yaliamuka kuniweka chini, lakini Mungu wa rehema alinipenda akanipa uhai, alinipenda akanipa watoto, alinipenda akanipa pesa. Tupate wapi tena mtu kama huyu? Tupate wapi tena mtu kama huyu? Ambaye Mungu anakaa ndani yake, ambaye Mungu anakaa ndani yake. Waweza kumwangalia uone yeye ni sura mbaya, waweza kumwangalia wewe umudharau. Ujui kwamba Mungu ana mpango mwema, ujui kwamba Mungu amempangia mema. Wachana naye huyo mtu wa Mungu, usimhukumu huyo mtu wa Mungu. Mungu mwenyewe ana mpango naye. Yes, ataamuka, ataendesha gari, tena gari ile kubwa, si proboxi, ni gari kubwa. Tena mtu kama huyu? Tupate wapi tena mtu kama huyu? Ambaye Mungu anakaa ndani yake, ambaye Mungu anakaa ndani yake, ambaye Mungu anakaa ndani yake, ambaye Mungu anakaa ndani yake. Makofi kwa Bwana Yesu. Unajua, ukiniona mimi naendelea kuimba, inakuanga watu fulani hawako ile level
Na watu ambao wananifanya nikiendelea kuimba, kuna desert nyingine inaitwa Kalahari Desert. When I was in Namibia, I went there. There is no life. Nothing excites that desert. Ndio hiyo nimeiona hapo. Nimeona desert nyingine hapo. Kama mchamuka mfike level yangu, mtaimba mpaka saa 9. Ambaye Mungu anakaa ndani yake. Ambaye Mungu anakaa ndani yake. Ambaye Mungu anakaa ndani yake. Papa mbele ya watu 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 papa mbele microphone wacha kusubana kunganga. Hallelujah. Amen. Ambia jirani hapa tunafanyanga hivyo. Si ati tumekuona wewe. Hii ni desturi yetu. Hallelujah. When we come in the presence of the Lord, tunaacha vyeo na mambo mengine yote huko nje. When we come before the Lord, tunakuwa wasawa. Yule mwenye degree, yule ambaye hana degree, yule aliye na mke, huyo ambaye alizika bwana yake, yule ambaye ni mtoto, wote hawa when we enter the presence of the Lord, akituangalia haoni unono. Hallelujah. Hata walionona na matumbo kama sisi, hiyo yote matumbo yako unaacha hapo nje. When you come before the Lord, anaacha na mafi yako kwa tumbo. Hallelujah. Anaangalia roho. Hallelujah. We bring our hearts before the Lord. Atuleti mifuko mbele za Bwana na pesa na vyeo na degree at mimi niko teki. You know hizo unawacha huko hapo juu. When you come here, you are one and the same. Hallelujah. Hata hiyo sura yako nzuri. Huyu msichana atina sura yake nzuri ati ameweka. Hiyo yote mapambo na hiyo nywele unaacha pale kwa gate. When we come here, tunakuwa wamoja na Bwana. Hallelujah. Amen. And the moment when I make mistake, the moment you make a mistake, uingie na kiburi chako, uingie na ubabe wako, you will be in the presence of the Lord, na utatoka ukiwa bure, because when he wants to deal with you, and I deal with you just as you are, naked and exposed. Hallelujah. Hiyo ndiye Mungu ambaye
tulimtambua tukiwa watoto na vijana hawa, tuliyemlilia tukienda kukesha, watu wakituona we are not fashionable, wakituchekelea, waliotuchekelea wamesota, wananuka shomba, wananuka vibaya, tukiendesha magari, kwa sababu tulikuja mbele za Bwana tulivyokuwa, na akatuonekania na akatusafisha, akasafisha majina yetu, akatupea heshima. Haleluya! Nimeona mtu mwingine akinidharau akisema huyo naye anasimama ugavana, nani atampea? Hata wewe usiponipea, I'm a governor because the Lord already decided I'm anointed of the Lord. Hallelujah. Kaa na vikura vyako, kaa na kura yako, tuone nani atasota. Hallelujah. Bado tutashinda kwa sababu tuko na Bwana, tuko na Mungu wetu, tajiri wa matajiri. Hallelujah. Anatujua, anatutambua, na alichagua kutupea vitu. Si mwanadamu, si baba yangu, si nyanyangu, si nyanyako, si mwalimu wako, ni yeye anaamua. Akiwa katika siri, hana bibi, hana kamati, hana deputy, hana mtu wa kuconsult. Anasema today I've decided I'm going to bless you. Hallelujah. Leo nimeamua naenda kukuponya. Hallelujah. Leo nimeamua naenda kukubariki. Anaamua akiwa peke yake, and nobody can challenge what he decides and decrees. When he decrees and he declares, it's final. Sema finale. Finale. Mwanadamu hawezi, mchawi hawezi, mwenye mtandao wa wivu hawezi. Hallelujah. Na simu yako ya mkopa hawezi. Bwana anapoamua, aliamua na iliisha hivyo. Hallelujah. Kwa sababu aliamua. Ama nyinyi mlikuwa huko? Nyinyi mwaba vile mkana bambeze. Mkana vile kubolesa bungali. Vile mkana. Vile mkana. Tawe se mkana. Andi mwana mrakabiche wa Ruto ni wa Uhuru, ababana la kimiando. Eneno zikivua yota. Lakini Bwana wa mabwana hapokei rushwa, aliamua kukubariki. Hallelujah. Kura ilipigwa jana, ikasemekana, wakasema huyu kijana anajisikia sana, huyu anastahili kufa. Wakasema huyu mama bwanake alikufa, aka kama mama kamesumbua sana, kana stahili kufa. Ripoti kapelekwa mbele yake, wakakupigia kura, na waliposema wangapi wanakupa, mikono iliinuliwa, akasema ukufe. Lakini akasema hapana, nimekataa ya kwamba hakufi, ataishi, anene wema wangu katikati ya mataifa. Huyo ndiye Mungu ambaye tunamwabudu. Bwana asifiwe. Leo kuna kitu ambacho ningependa niwaambie tu kwa kiwango kidogo. Niko na marafiki zangu hapa ambao wamekuja. Bwana ametubariki. Kampeni yetu inaendelea sawa sawa. We are having a team of volunteers. Kuna mavolunteer ambao wamejitokeza wenyewe tu, hakuna kulipwa, na wakapenda mtu mweusi kama mimi. Amen. Ambaye hata macho yalishaharibika, natumia miwani. Amen. And they have come on board. Bwana asifiwe. Nataka muamke tu, you wave. I don't want people to get to know you. Kuna watu ambao wataenda huko kuwafitini, mwanze kupigwa vita, nyinyi hamwezi vita, nyinyi hamna pesa. Hii vita zilikuwa na pesa ndio inakusitiri. Salimia kanisa letu la Rise Up Mission Ministries. Hallelujah. Hiyo ni team ya online, wanatoka katika vijiji mbalimbali. Siwajui, hata mimi siwajui, hata mmoja wao simjui. I've never met, and have I met any of you? I've never met any of you. Lakini wanasema tumechoka, and we believe that wewe uwezi ukakula pesa ya barabara. They believe that. Wana believe wewe pesa ya hospitali utajenga hospitali. Wewe utasaidia watoto wetu, wewe utafungua milango hata utuende ngambo. And because of that wamejitolea, na wako ngangari, wako kwa team. Naambia tu ya kwamba Bwana awabariki. I hope you know what you are engaging with. We are at war with the powers that be. Tuko tunapigana na serikali ya Ruto, serikali ya Kasongo. Wameiba pesa nyingi sana. We are fighting against those people. Wameiba pesa sana, and we are telling them one time. So you have to be very careful. Ujue unajiweka kwa mambo gani. Hebu kuza moyo wako. Ukiona moyo unapiga vibaya, tafadhali, au vijana ambao wamekuja, kuza moyo wako. Ukiwa unasikia maji yako moyoni, tafadhali go back na uende UDA. Kuna pesa huko, wacha kutusumbua hapa. We want people who are serious, who are ready for war, kwa sababu hivi ni vita. Bwana asifiwe.
Nimetoka Eldoret na kijana mmoja ambaye wakati walisema kwamba nimeua mtu, na kila mtu akawa niaje yeye, Mungu alimtuma. Sikuwa ninamjua hata yeye ni Mjaluo. Mungu alituma huyo kijana, and he really fought for me. Mpaka mimi nilipoona akapigana sana, nikapigiwa simu na mtu mmoja akaniambia, can you look for that young man? Anamununulia tu soda kubwa. And when I looked for him nikampata, akasema, wewe huwezi kunilipa. I'm doing this because Roho wa Bwana alininenea na kanituma ya kwamba I should support you. Bwana asifiwe. He was there fighting. Wakati wanaenda kupasua mwili wa John Gift alikuwa hapo. Wakati wanakata alikuwa hapo. Wakati wanasema sumu iko. So he followed everything. And I've never given him anything. Juzi he told me I'm in Eldoret. Nikamwambia I'm going to Kitale. You will go with me. Na tumekuja na yeye mahali hapa. Bwana asifiwe. Ebu amka ukuje usalimie, ingawa wewe mlilewa last night, kijana mjinga sana. Kana kunywanga haka pure kabisa. Ebu leta ni nyingine asiweke mata ya kama sifu akurusimu. Rere microphone iki liko na karo. Kona karo wawera kila ro kale bakokora kama ndikibisifu amukami. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwanza nimefurahi, kabla sijajiintroduce, nimefurahi sana. Hiyo kuingia entrance kwanza, hiyo dance praise imekuwa sawa. Mbarikiwe. Kwa majina naitwa Collins Omondi. Napenda pastor sana. Sijai muita pastor. Mimi namuitanga mheshimiwa. Na nilijuana na yeye tukiwa Bungoma. Hata sikuwa namjua wakati hizo issues zilitokea na nini. So nilikuwa na popularity huko. So tunasema tunangoja huyo. Wakati alishuka kwa gari, akasema hapana. Mwenye alikuwa naongea ni mtu aweta sana. Nika secretary wake nikamuita kando, nikamwambia hapana, huyu unamdanganyia. And it was out of a good heart. So imekuwa miaka mingi sana. So nimekuwa Nairobi, nikamdefend hata online. Mpaka marafiki wangu wakasema, unajua huyu? Nikamwambia bwana, mimi na defend kitu mimi najua. Kuna mtu tu unaona ako innocent. So I'm happy today tumekutana. Aliniambia alikuwa Kisumu. So akakuja Eldoret. Mimi nimekuwa LD karibu 2 weeks. So nikamwambia naweza kusalimia hata. Akasema mimi naenda kanisa kesho. Nikamwambia mimi pia nataka niende kanisa. Yenyewe mimi hizi vitu ni za kawaida tu. Lakini nashukuru sana. He is more than a father. Ni mtu ananipea advice na nafurahia. Hata leo amenisomea ndo tufike hapa. Na ubarikiwe daddy. Ubarikiwe sana. Nimeshukuru sana. Asante. You are so smart. Asante. I'll always repeat that. Amen. Asante. Just one thing remains. I will pull you into the kingdom. Nitakuvuruta nikuweke katika huduma. Because you have a good heart. Unajua kuna watu ambao wanaweza kuonekana hata hawajakunywa pombe na vitu kama nini, lakini mioyo mwawe kama fuika alimo. Watu roho chafu. Huyu hata kama analewa na anafanya nini, he has the heart of God in him. Bwana asifiwe. Enda ukae chini Collins. And God has a way. God has a way of choosing. Na nimekuwa ninaunda team, na I'm creating a team. Ninatengeneza timu ambayo itaenda kuchukua ugavana wa Bungoma. And I've started that. Kuna watu wengine ambao wako kwa fence wanasimama kando kando wakipimia. I'm creating a very watertight team. Na hii timu ambayo ninajenga ni timu ya watu wa mioyo mizuri. Sio watu wakora. Ukiwa ni mtu mkora tu unakuja hapo pesa, kuna kitu tu utaenda. God is going to bring like-minded allies, marafiki wa dhati ambao tutashikana nao mkono, kwa sababu mnafikiria Mungu anafurahia mjomba yangu juzi ya ugonjwa tu kama mchezo. Na wanampeleka Webuye. An ex-chief, senior chief ambaye tumemheshimu, amefanyia watu mambo mazuri. Wakati aliretire, mimi nilitoa ng'ombe kwake. Na mimi siwezi kutoa tu ati nakutolea tu ng'ombe. Hapana. Kuna watu ambao nimetolea ng'ombe hata sio relative. Baba yake ni mmoja wa watu ambao nilitolea ng'ombe.
Huyo chief nilimtolea ng'ombe. Alikuwa ni mtu mzuri. Wakati wake wa kuretire. Hakuna matibabu. Wakamtoa kwa village na ni kitu tu kama Alsas. Kampeleka Webuye. Hakuna matibabu. Wanampeleka huko kwa private kingine ati wanafanya scanning, hiyo machine vitu havisomeki. Daktari anawaambia hivi vitu havisomeki, niliwaambia mpeleke Eldoret ama Kakamega. Sasa ndio wanaanza kukimbia. Na anakufia kwa barabara. Mtu wa maana sana. Mimi nikasikia. Na wakati walimpeleka Webuye, nikawaambia niko kwa top, kuna hospitali huko Eldoret inaitwa Top Hill Hospital. Wale ambao mnajua hiyo hospitali, I'm one of the directors kwa hiyo hospitali. Niko na shares hapo. Nikamwambia mlete Top Hill. Nikapigia madaktari 3. Dr. Lelei, Dr. nani anaitwa Kimurko ama nani, 3 wakao on call ya kwamba my uncle is coming to Eldoret. Unajua hawa wakumleta. Nikawa nimeambia daktari mwingine anaitwa Richi. Na anafanya mchezo. Aniambi what is happening. Mambo ikaharibika mpaka nikapoteza huyo mjomba yangu. Uongozi mbaya. Awozi ni Matungu, mbunge wa Matungu akakuja wakati wasijui hata anaitwa nani. Anatoka Nairobi anakuja na akifika hapo anapata cardiac arrest. Na wanampeleka kwa hospitali ambayo yeye alisema ati ameweka hapo milioni 10 na alikula. Hospitali hakuna kitu. Na kikakufia hapo nikasema hofu hakana ni Mwikulu. Kama ungetengeneza hiyo hospitali ungetibiwa pale. Sasa huku tengeneza na si ukufe. Mtu mwingine hata anakufa unasema acha tu aende. Kwa sababu yeye anakufa, imesababisha watu wengi kukufa. Wacha sasa yaonje hicho kifo. Watu wamefanya vitu vibaya. And that's why we run around. Kwa sababu tunajua katika mioyo yetu we know what we are made out of. Si ati kutafuta pesa ama mamlaka kama sanitwe governor nduruchi. No. We want to open doors ambayo shetani amefunga. Bwana asifiwe. Watoto wako Teki, my university hour. You ask them, why are you at Teki? Unajua tu ya kwamba hautapata kazi. There is no job. The only companies we had inaitwa Webuye, wakauza muhindi. Juzi wakafanya tu mchezo na wanafanya mchezo na Ruto na wanachukua ya Nzoia wanapeana tena muhindi mwingine. We have nothing as a county. Kuna kitu, kuna walikula everything. And they are moving around. Tuko serikali. And you look at that. It's very, very annoying. Very annoying. And that's why we run. By the way, that's why I run. Na mimi sikimbiangi hata nisipopata ni vizuri lakini sija support mtu yeyote because I know these people. I know they cannot help anybody. And that is enough ya kwamba siwezi nikawa support. There is no way I can vouch for Didmas. There is no way I can vouch for WW Wangamati. Amekula barabara ya Bokoli ya 430 million akakula toka ndani ya tumbo. Akaandikisha watoto wako anakula ati scholarship Wangamati scholarship. How can I support mtu kama huyo ndugu ya Wetangula? You know, I cannot do that. Na siwezi kuacha kupiga kura. I have to na nitajipigia mimi mwenyewe. Kwa nini nijipigie mimi mwenyewe? Kwa sababu ninajielewa. I know what I'm able to do. I know what I'm able to do. Yeah. I know what I'm able to do. And that is why I've been telling people, let us tuachane na mapepo yote ya kutusumbua ya ukora, ya ulafi, ya vitu vya kutoka katika ukoo wenu. Weka huko hilo pepo tukuje tushikane mkono, tukishamaliza kupiga kura hivi, revisit your demon, you tell him my na kobole we bibitina, fuata na bibitina bio na wakape kura. Budi angane bubindi bio bia busiru, ye fuara bunika kwa mabase kura kure. No chopo una sisi yana sio libarbe na akomeza darling. Urudi huko. But in the meantime, because we are at war, na vita hivi ambavyo tunapigana sio vita vyetu vya hapa, tunapigana vita vya watoto na watoto wanaochukua wetu, vya vizazi vijavyo huko mbele. Sikila bana bakarebe balimwaba wae, mlikuwa wapi? Wakola si ona Nzoia imeenda for 30 years wamekodesha. Watoto watakuuliza where were you daddy? Miaka 30 industry ikaenda, where were you? Ulifanya nini? 30 years wanakodesha industry, ninyi mnaangalia tu. Where were you? I want to have an answer
my children, nitawaambia hata mimi nilikimbia wakaninyima kura nikasaidia. Wewe utajibu nini? What would you tell them? Kati wewe umezeeka na kumtambo. Sikila mrafu kabisa ni kutamba, kuna mahali mtaenda. Na hii uongozi vile wanakoto nakimbia around hawa. You are not going to be rich anywhere. Watakata baraka yako. They'll make sure you don't go nowhere. Unasoma, kuna kazi. You can only be a watchman. You can't get money. Wezi kaa kwa meza na watu wazuri, you reason with ideas and formulate policies. Because the leadership that is there can never allow you to go there. Utawahi kwenda kwa airport ati unapanda ndege, utapandanga tu ati umejaribu sana ni shato. You can never kwenda kwa ndege. Sababu shilingi 18,000 unapata wapi ya kupanda, na wewe ni watchman mshahara ni 15,000. You can never. That is what the devil ametupangia, kutupea watu wabaya, watutawale. Wezi waende mbele, watembelee kwa mandege tukiteseka. Ni shetani analeta hao watu. Na tumesimama tukiambia shetani, we are not ignorant of your devices. Shetani, we are not ignorant of your devices. Tunakujua wewe ni mwizi. Wewe umekuwa ni muongo. Yesu alikushinda miaka 2000 iliyopita. Tunakuja kwa neno la Bwana. Umeshindwa ewe Lucifer, mchafu, pepo uliyefukuzwa mbinguni. Uko hapa kutusumbua, kutufanya tuteseke. We go nowhere when we keep quiet. We have to speak out. Bwana asifiwe. That's why I'm running. Na kuna mtu mwingine ati alikuwa ananikataza. Na mrebe nani? Kusabile chicho ungania. Ungani uremele wotamba. Ungani hata. Ni Bwana anatuma watu wengine kama sisi. Aidha kuna nguvu, aidha shetani amekutuma, ama ni Bwana amekutuma. Malani hata wale la bundu reba kwazo mundu imile kuro mali wewe na nukurumere. Ukiangalia unataka kuwa MCA. Ukiangalia vizuri ni nani amekutuma? Ni Mungu amekutuma ama ni shetani amekutuma wewe? Utaona ananganga ya. Ali wewe. So that's why we are running. Paul could digress, but I just want to clarify to you. Nataka niwaingize mambo haya ndani. Na mshike huu moto ambao mimi nimeushika kuanzia 2017. Kama ningalipewa kura niwe governor wa Bungoma 2017, na sio Wangamati, mimi nikuwe governor wa Bungoma 2017 up to 2022, hata mkitaka mniangushe, just 5 years. Just 5 years. Bungoma county. Ayeyeye. Ni mnaongea nini? You don't do idea the person who is studying. Just one term, 2017 to 2022. Nikanyima hiyo nafasi. Kama ningalikuwa governor wa Trans Nzoia 2022 mpaka sai, bali ndi governor wa Trans Nzoia ne khale hunde bese Trans Nzoia ukitale kwa hiyo ofisi ya governor. You have no idea. You have no idea. Na bado tuko na uhai, bado tuko na nafasi. Bwana asifiwe. All is not lost. Wale ambao mnasimama kando kando, shauri yenu. Na ndio sababu tumedeclare war. Na ndio sababu tunataka kuchokoza watu. Ndio sababu sisi tunaanza sasa kutusi. Ya wanatusi, tunatusi. Wanarusha. Na hivyo vizimu vyao vya mkopa, wana mkopa, wana kizungu, wako na sura, wako na vitu viwili, si ndio? Si ati wako na tatu, ni viwili tu. Hallelujah. So we are there na wao. Hatuachi nafasi. Kuna kitu ambacho Yesu anasema katika Luka 11:23. Na katika kanisa tumekuwa as we prepare for the war, kwa sababu ni vita. Umanyi bantu simamanya ngabalilie niliota. Balora ngasabali oyuno ngane kemari
okay manyole chisili ndo baleze ndanya yani watu hawaoni mawazo yao they can't open their eyes to see. Omundu baliza yakala mali babandu bana bali chimo ni malase babonanga ta. Jeremia ali bali ne kamaru malase babulira ta. Hawaoni. Ya hicho kitabu cha nimesema ni Luka 11:23. Yesu anasema mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami eti anafanya nini? Anatawanya. Yani liole la bundu mara bindu bya haya. Yesu akakutana na mtu mwingine haoni na asikii na ana pepo ndani mwake. Na Yesu akahudumia huyu mtu. Huyu mtu akaanza kuongea, akaanza kusikia na pepo likawa limemtoka. Na watu waliokuwa hapa Mafarisayo wakaona hiki kitu na baba wale hapana, bali huyu jamaa anatumia Beelzebub. Waliane kama chini. Huyu anatumia nguvu ya majini kufanya miujiza. Yesu akawakataza na akasema shetani ako na organization yake. Mimi siwezi nikakuwa kwa organization ya shetani na yeye ndiye ametesa huyu mtu na nimponye. Sababu shetani hawezi akachipiga, yeye ndiye analeta haya mambo mabaya ya watu kuteseka. Na wakati natoa mtu kwa mateso, shetani hawezi kuwa tena ndiye anajitumia aliweka mtu kwa mateso, alafu tena shetani tena ndiye anatoa mtu kwa... No, Yesu akawakataza akasema hapana. Na akaongea kuhusu Mafarisayo akisema you are either with me or against me. Can we go there again tuone? Yani Yesu alihakani aliko hakuna middle ground. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu. Yani ni kati yangu na huu ulimwengu wa giza. You are either with me or if you are not with me you are against me. Bwana asifiwe. Na kama ukusanyi pamoja nami, wewe unafanya nini? Unatawanya. Sema kutawanya. Kuna watu ambao watasema mimi niko tu, mimi niko tu, there's nothing I'm doing. Yesu alisema if you are doing nothing you are actually of the devil. There's no middle ground here. It's either you act with me or you are on the other side. Yani aka anatoa vitu ya kuwa katikati. Hebu turudi hapa tena tusome watu waelewe. Hakuna maneno ati mimi niko tu, hakuna maneno ya kukua tu. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu. You are either with me or you are against me. Hakuna ati mimi na nyamaza, hakuna. You are either with Jesus or you are against him. Bwana asifiwe. Na kuna watu ambao wanasema mimi hata sijaokoka. Wewe kama hujaokoka uko kinyume na Yesu. If you're not born again, you are against Jesus. Kama umtambui, wewe unampinga. Wewe ni wa shetani. Na ndio sababu wakati mtu anakuambia wewe kama hujaokoka na aseme una huyo mtu wa shetani, hajakutusi. Ukweli ni kwamba kama wewe si mtu wa Mungu, wewe ni mtu wa you either belong to God or to the devil. Hakuna middle ground ati unajua sisi hatujaokoka tuko tu. Hakuna maneno ya kukuweko tu. You are either with me or you are against me. Either unakusanya ama unatawanya. Wanakusanya. What are you doing matendo yako? And if you are not doing anything, eti kwa kukaa tu hapo wewe uko unatawanya. Wewe ni mtawanyaji. By doing nothing una qualify kuwa mtawanyaji. You are either gathering for me ama ukifanya tu hivi unatawanya. Wewe unafanana na yule mwizi, yule ambaye amerep mtu leo usiku, yule ambaye amelewa sahi. Kuna mtu amepika tu malaya na wanaume 6 usiku. Ati wewe unafanana na huyo malaya. Hujafanya chochote lakini hauko na Yesu. Ana huyo malaya mwezi za jana. Wao nenga na aroma. Yeah. Imagine mtu amepiga umalaya, mtu ameenda ameua mtu. Niko na rafiki yangu amekuwa na simu na akuru ya hii iPhone. Na hata si iPhone 17 kama hii yangu, iPhone 12 baye. Unajua amempiga risasi wapi? Kwa mdomo.
wakampiga risasi kwa mdomo na wakaenda na hiyo simu. Na hizo simu hata watafanyia kitu kwa sababu kuna teknolojia hapo, watawashika tu. Lakini sasa wameua huyo kijana Mkikuyu, wameua yeye. Ati imagine kama wewe utawanye na Bwana bali wewe Mkikuyu mwafu anani huyu repap umefanana na huyo, either you are with me ama unatawanya. There is no middle ground. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana akasema hata ni heri ungekuwa moto ama tu ukwe baridi, tunaijulikane tu, lakini wewe unako katikati, si baridi na si moto. You know, we are just there, we just lukewarm, we're just going with the flow, with the vibe, we're just vibing. Hiyo maneno ya kuvibe, anasema takutema. Eti anaheshimu wale wabaya hata kuliko wewe ambaye uko tu with the flow. You are doing nothing. Bwana ametuita tuwe active, tuamue tuko pande gani. Uko pande ya Kristo, na usipokuwa pande ya Kristo uko pande ya watu wanafika unajua, na mtu ambaye hata anasema hivyo, unajua huyu mtu ni devil worshiper, na mwenye anasema hivyo ni mtu wa vitina. Sasa hata kama ni devil worshiper na wewe una vitina, sisi tunafanana kwa sababu kuna middle ground. Mtu ambaye anaua watu, devil worshiper, roho chafu, hii yote muongo. Kuna watu ambao ni waongo. The moment wewe unafanya tu uongo hivyo na yule muuaji mmefanana wote jana. There is no middle ground. That's just how serious it is. Ya kwamba hakuna katikati ati mimi, you either belong to him or you belong to the devil. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui wewe uko wapi. Sijui uko wapi katika ya mambo ya wokovu. And a lot of the people that tunaonekana tuko na Bwana, wengi wetu actually hatuko na Bwana, tuko na shetani. Na Roho aliniambia nikuje nikuchangamshe, nikuchallenge. Are you sure? Are you sure wewe uko na Bwana? Are you sure you are with him? Are you sure wewe unayeimba? Are you sure uko na yeye? Because you are either with him or you are with the devil. Middle ground hakuna. So think about those things. Na ujiulize nafasi ambayo umepoteza. Yaani kitu ambacho huwa kinanifanya hata sitaki vitu zingine ni mimi baada ya ye mambo yote kusweti hii yote niende na nikuwe na Idi Amin dada ambaye aliua mama yake Uganda surely. Watu kama huyu kijana anaenda anachukua huyu kijana na ana makosa, ni simu tu anamwambia fungua mdomo na anafungua mdomo na anapiga risasi. Yaani mimi niende nikuwe na huyo. Can you imagine? Watu wamefanya vitu vibaya. Kuna watu tu wamefanya vitu mbaya sana huku nje. As we are here now, kuna mtu anafanya kitu mbaya sana, na ati nisipokuwa na Bwana ati nitafanana na huyo mtu. That makes me just run away from sin. Kuna vitu zingine ambazo natakanga nifanye, lakini ninapokumbuka kwamba nitafanana na kinaamini, nifanane na nasema hapana. I just don't want to be like these people. Sitaki nikuwe jirani ya hawa watu. Sitaki wakati mambo yamemalizika nijikute niko mahali pamoja na hawa, because they really messed up. Kuna watu ambao waliamua tu na walifanya mambo mabaya. We have people who will not care. They'll just kill you. People who will not care, they just steal from you. Mtu anaenda tu kwa account yako na pesa na anatransfer pesa. Rafiki yangu mwingine ametransfer tu 5,000,000. Anaenda tu kwa account, alikuwa na 5,000,000, anaenda ni 0000. Akanipigia simu akaniambia unajua nimeenda kwa account na ni kama kichwa mimi kinaenda. Can you give me, akanipea login details, nikaingia kwa account yake, kweli pesa imeenda. Na ati mtafanana na mtu kama huyo. Hata singechukua 2. Yaani so evil, alichukua tu kila kitu. And when we play games, tunajiweka katika level moja na hao watu. The Lord is serious. The kingdom is serious. Mambo haya yako serious. Let's decide to be on the side of the Lord. Wangapi wanaamua kuwa upande wa Bwana asubuhi hii? Wangapi wanaamua kuwa upande wa Bwana asubuhi hii? Kwa sababu hakuna katikati. There is no middle ground. Inua mkono wako vizuri Bwana uone. Lord, we recommit ourselves again.
tuna recommit again. Kuna wale wamebackslide. Baba usiwaache. Wale ambao wamebackslide watafanana na Idi Amini, watafanana na huyu mtu ambaye ameua huyo kijana Mkikuyu akachukua simu. Father have mercy. Unaona huyo kijana sasa anajisikia ati ainui mkono. Inua mkono ama utoke nje uende. Kila mtu hapa anainua mkono, wewe inua mkono ama utoke uende, sitaki kukuona hapa. Oh everybody, oh my God, we need you. Bwana usipotukumbuka Yesu, huenda tukafanya vya bure, huenda tukakuja hapa na tukachoka tu. Tuhurumie Bwana. Kama kuna mtu hajui, ajielewi, umtembelee wakati huu, uingie katika moyo wake, apige moyo konde na akurudie wewe, akutambue wewe, awe upande wako. Kama kuna dhambi ambazo zimeshika hawa watu, Yesu tukumbuke, utuhurumie, uoshe dhambi zetu Bwana, na tukawe upande wako, kwa sababu kumbe hakuna katikati, hakuna lukewarm, ati kumbe ni kwako ama tunatawanya. Utusaidie Bwana, utukumbuke. Katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Wale ambao wameokoka upya waseme amen. Kama umeokoka upya tu useme amen. Kama umebarikiwa na kubadilishwa asubuhi ya leo, mchana wa leo, sema amen. Bwana asifiwe. Tumekuwa tukiongea habari ya mwanamke ambaye alienda kwa Yesu na watoto wake wawili, na akafika kwa Yesu na akainama kidogo na akasema, hao watoto wangu wawili amrisha saa hii Yesu, ya kwamba mmoja atakuwa upande wako wa kushoto, mwingine upande wako wa kulia. Na Yesu akamwambia, unajua kunaomba nini mama? Akamwambia, mnajua mnaomba nini? Na wote na mama yao na vijana wawili wakasema, tunajua kile tunaomba. Akasema, yale ambayo nitapitia, mna hakika mtapitia? Wakasema, Yesu, tutapitia yale utapitia. Na akasema, kwa sababu mmeomba kupitia mateso, kuteseka mtateseka, kwa sababu mmeomba. Lakini kuwapatia ukubwa huko na huku si mimi, ni Baba wa mbinguni. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye alienda kwa akaomba kitu, akaomba maombi na hayakujibiwa, it was just that woman. I think she's the only person ambaye maombi yake hayakujibiwa na Yesu. Everybody else ambaye alienda kwa Yesu alipata vitu. Kila mtu ilikuwa tu ukimit Jesus hivi, ati umetoka na damu umenyesha for 12 years, unapona. Yani ati wewe ulizaliwa macho ioni, unakutana na Yesu na anachukua tu matope, anafanya matope. Hebu angalia, ninaona, lakini ninaona vitu kama miti, vitu kama miti. Unaona vitu kama miti, anainama tena, matope. Naona. Yani everybody who met Jesus, everybody, God answered. Isipokuwa bibi ya Zebedayo, yeye aliambiwa hiyo sijibu, hiyo imenipita. Na ikafanya mtu wa kwanza kuuawa kwa kuchinjwa ni kijana mmoja wa huyo mama. Katika Matendo ya Mitume 4, he was the first person to be. Kifo kilichokuwa kimefanyika cha kwanza kilikuwa ni cha Yuda Iskariote. Kifo cha pili kati ya wale watu walikuwa na Yesu ni cha Yakobo, mwana wa huyo mama, sababu ya kujitakia makubwa. Huyo mwingine Yohana, wakati kina Paulo wanaandika, wanatembea wakihubiri injili, yeye hakukuepo. Alikuwa amefukuzwa, amepelekwa Patmo, akiona maono huko. We have to be very, very careful about hii mambo ya kujitakia. When you come before the Lord, unakuja kumwabudu tu ama unakuja ukiwa na lengo gani? Wewe unapokuja hapa, why do you come? Is it to worship the Lord or kuna expectation? Na the moment kuna kitu kingine ambako si Mungu, he will never accept you, like I said. Bwana asifiwe. Na tunamuona jamaa mwingine, na Roho aliniambia mtu ambaye alikuwa anaonea wivu ni huyu jamaa anaitwa Petro, kwa sababu yeye alikuwa karibu na Yesu pia. Walitaka kumrusha nje, Yesu achukue hawa Petro kwenda kabisa. But this guy, as much as atialikana Yesu, na sisi tukiwa kwa Sunday school na wahubiri wamehubiri sana ati walimruka Petro,
ndio alimruka. Hata niliona apostle pia akisema ati alimruka kipetero. Ndio kweli aliruka Yesu, lakini hakukuwa peke yake, wote waliruka Yesu. All of them. Unajua juzi ndio nilikuwa nikisoma Biblia na nikapata hiyo. Unajua vitu zingine hata sisi pia tupatangi. Nilikuwa nikisoma na hebu tusome kwa tu hapo hiyo moja peke yake. I think it's Matthew 26:35. Akiongea kuhusu uhalisia wa ufuasi wake, the originality of my love and apostleship. Akasema, Petro akamwambia, ijapo nipasa kufa nawe, sitakukana kamwe. Sitakukana. Ijapo ni sema ijapo nipasa. Yani if worse comes to worst, kama itanipasa Yesu kufa nawe, nitafanya nini? Nitakufa nawe, sitakukana kamwe. Alafu hiyo ya mwisho ndio sikuwa nimesoma. Hebu soma hiyo ya mwisho tu pale na wanafunzi wote hivyo. Kwa hivyo wote wakasema, Yesu tutakufa na nini? Kufa na wewe. Buru mundu ndiye hata Juda Iskariote. Kuozi kulizesifu kwa msana wa Yesu. Kuleta kanyala kese kubusala pande honje. Wakati mambo ilikuwa moto walikuwa hapo. Na ndio sababu mambo hayo yanapofika baada ya Yesu kusasa kufufuka, na Yesu yuko karibu kwenda mbinguni, na watoto wawili wa huyo mama wako hapo, huyo baada hajauawa, wote wawili wako, Yesu anamwangalia. Kabla ya hapo, Yohana 18, kuprove what he said, that is not just say it. Ebu Yohana 18:10 tuone hapo nini inafanyika. Yohana 18:10 na tumalizia hapo. I've really been speaking. Basi Simoni Petro alikuwa na nini? Alikuwa na upanga. Na alikuwa na upanga alafu akafanya nini? Unaweza kuwa na upanga pati ni mapambo, unatembelea tu kutisha. Hata wengine I think walikuwa na upanga. Eti alikuwa na upanga na akafanya nini? Na alipoufuta ati akafanya nini? Lakini Marko akawa na bahati ya Trump, alipeleka hivi na kafanya hivi. Hebu fanya hivi kidogo. Hivi. Huyo ni Marko. Na ikashika sikio. Sijui kama ingepika kichwa katikati kama, lakini Yesu angemponya tu. Yeye alikuwa vizuri, alikuwa na Yesu. Kama upongo ingepasuka, Yesu angemkusanya upongo arudisha hapo na mwambie pona aenda. Lakini sasa nisikie Yesu akachukua isikio na akalirudisha. To prove his love. Ya kwamba aliposema hata ikiwezekana Yesu, hata ikiwezekana ninaweza kwenda na wewe. Yani kumbe he meant it. He did something that proved that I mean it. I mean that I can die for you guy. Like I promised you. Na ndio sababu baadaye Yesu anapofufuka anasema, Simoni mwana wa Yona, fanya nini? Ufanye nini Simoni? Ufanye nini? Chunga kondoo zangu. Wewe nimekuamini. Ulipotoa panga ukapiga mtu, ikafanya nikakuamini. Chunga kondoo. Wengine wote walisema hata sisi Yesu tunaweza kukukufia, lakini sijaona wakipiga hata mtu. Lakini wewe chunga kondoo, kwa sababu you have proved that your love for me is authentic. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Jesus alikuwa anapanga mambo ambayo yatasaidia maisha ya wanadamu, yaponye ulimwengu. Because I can't, kuna vitabu ambavyo mimi husoma na vitu vingine ambavyo siwezi nikapika mifano. Napika mfano wa Biblia kwa sababu nyinyi mnasoma Biblia na mimi nasoma Biblia, so I can only give you an example from the Bible. Bwana asifiwe. Katika hii kazi yangu ya ugavana, nataka nione wale ambao ni kina Petro na wale ambao ni kina Yuda Iskariote, na kuna wale wengine ambao ni 10 na sijui 10 ama ngapi. Where are you? Petro umefanya nini kumbafu hii? Petro alitoa panga, wewe umetoa nini? Petro alitoa upanga. What have you done? What have you done? Lucy, what have you done? Oyo karusi alipanga malakare mo mundu bela garo makumurwe malakare maliru. Ewe wakholile khosi? Nawe kukhola si hakuna kitu umefanya kumba kwenda. Hakuna kitu umefanya. Wewe umefanya nini? Huyu alitoa upanga. Huyu alitoa wimbo. Mumefanya nini? Enye mwijeza khulya bindu byasa nano mwijeza khulya bindu byasa. Mwijeza khulya bindu byasa enywenywe. Mbaka mwisho. Na maombi. Hiyo sio ya maombi hasa. Hii taki maombi. Hii nataka utoe kitu ndani na ufanye kitu. Hii nataka utoe kitu ndani na ufanye kitu. Ndio ionekane. Ndio uambiwe lisha kondoo wangu. Mama Kamiti, utaambiwaje lisha kondoo wangu na wewe tulikuwa unaomba? Wakati huo hakuna maneno ya kuomba. Malabu yanaangalia belo sala. Bibi ndo karibu enye mukapo. Hivi nafikiri ilikuwa ni mchezo. Fikiria mambo ambayo yalikuwa yanafanyika wakati huo. Ungekuwa tunaomba unakemea Kristo, anakemea hao askari wa Kiruma. Walikuwa hapa Yesu, Yesu acha nikuombe. Haleluya mwana wa Mungu. Bamupa, haleluya Yesu nikuombe. Wacha hata nimefunga hata sikuli na hebera Yesu. Na wewe uko wote atuko unaomba na kufunga. Mambo mengine sio kwa kuomba na kufunga. Mambo mengine sio ya kuomba na kufunga. Bwana asifiwe. Kuna kuomba na kufunga hapo. Hata walikuwa wamefika mahali wakiwa wao watatu na Yesu akaanza hata kutoa damu. Akaanza kutoa jasho, na jasho hilo kumbe alikuwa anatoa damu. Ana sweat blood. Na hao watatu, wale watoto wa huyo mama, bibi ya Zebedayo, those two guys and Peter, walikuwa waliacha wengine na Yesu akachukua hao watatu akasonga nao mbele. Sasa wakati wanajaribu kuomba, it was so hard. Mpaka majamaa wanajaribu kuomba na wanalala. Yesu anawaambia majaribiko inakuja mwache badala ya kulala. Amka muombe. Anapata tena wanafanya nini? Anarudi tena mara ya tatu muombe kama alikuwa kiaija kwa msali. Basi ndio hata aliporudi akawaona manalala na akawaambia sasa fanya nini? Endelea kungorota. Haulole nono. Wakati wako hapo wakiwa na uzingizi wanaona Yuda Iskariote na maaskari wako wanakuja kwa arrest Yesu. Haikuwa kitu cha mchezo. Niliwaambia habari ya mama Haleluya vile tulienda huko Mount Elgon wakati huo. Na tukaenda kwa factory ya kahawa na wakafunga gate na watu maelfu wako hapa na wanataka pesa. Na tuko kwa gari hatukuna vile tutatoka. Na wakaanza kutupiga mawe. It was a moment of death. Maya Haleluya mara maiweli subira za mai sina kubona no sala kumwito kata. Sina sikira no gasala malomulo sweli subira. Mama director wa ministry wako wanakuja kufanya hivyo na wewe hukuomba kwa nini? Uliomba? Maise na ulitata wabenyuma waze maise wasala kota. Omulosi nale gabe aliba alemsanga neliecha. Liba alemsaliecha bali palito komulosi bela sali la wa. Liba maraba pamsa ni ali yani. Baba litokana ndu.
Kwa hivyo hayo ndio kama inakanolika kundie mbarere. Nimewaweka katika hiyo jaribu tena. Si kazi ya mchezo. Mambo yanakuja, tunaenda kupigania Ukristo, kupigania haki, ya kwamba haki ya Mungu itendeke kwetu na kwa watoto wetu. Bwana asifiwe. And I'm still challenging you. I'm still challenging you. Get out the sword. Onyesha. Sijui sword yako uko na simu. Of course kuna sword uko na makura. Sword uko na ulimi. Naweza kuambia mtu, just do something, ili uambiwe baadaye, Master wa mamili, nimeona wakitoa panga, chunga kondoo wangu. Wewe chunga hii 10,000,000. Wewe umekuwa kijana mzuri, wewe chunga hii 50,000,000. Wewe mzee, umetezeka sana ati ujui unalinda. Wewe nitakupea kondoo 3,300,000, wewe chunga hiyo. You're being told that because waliona ukitoa sword, chunga kondoo wangu, you qualify for a responsibility. Bwana asifiwe. There is work to do, and I just want you to be prepared. I'm prepared myself. I know the stakes. Wakati kama huu, wakati tulikuwa tunajitayarisha mwaka uliopita, mtu akachukuja tu akachukua gari yangu ya V8 na akadrive akaenda nayo na ikapotea. And people expected me to crumble, nikufe ama sijini, and I was just strong. And after 3 weeks nikaenda nikanunua Hilux, Toyota Hilux double cabin, na tukaendelea na kampeni. Nilikuwa nimepoteza gari ya milioni 17 million wakati kama huu. That is just how costly that campaign was. Na bado tunasimama kwa sababu tunaelewa. Unajua kama ni mtu wa kucheka ama ujui kitu unafanya, ukipoteza tu gari kama hilo pap. Na ngapi walijua hilo gari? Did you know that car? It was not a V8, it was custom made. Kenya hii zilikuwa mimi na Ruto na sijui muhindi gani. There were only 3. Na mtu anaiba anaenda. Kaangalia akabali chukura, mama yangu akanipigia akasema, mimi nakukatazanga usikii. Sasa si umewacha. Eze kukanyanga papa so ulilata. Emo tokaze yaacha. None so alo ndikukaze. Papa wakela kulundi bintu ngata mulosi. Ndibuza ku campaign ilunduli sina mukana mvenga. Ndikhobusa paka muitepe. Akwebela mutoka ngemala so lekata. Na eze ndiniyole. Na akangoja aone nikidenounce. Kalinda ko twazilinda paka mujuli. Juzi akaniambia wewe lile holundi lero balakuiba balakuiba uzanende nda Mungu. Nebengeleza Mungu babebenda. Balakuiba so ulilanga ta. Lakini hatuwezi tukaogopa kwa sababu tuna mwito wa Bwana ndani mwetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka Pastor Sam, can these boys come? Can you come over muombe na mtumishi wa Mungu, so that you can just get to know what you are up to, and because kuna matope ambayo yatakuja, kuna vitu ambavyo vitafanyika, siwajui sijui mnatoka wapi, and I just want muombewe ya kwamba Mungu akawapatie mwelekeo na ustadi. Nyi wenyewe mlijitolea. I have not paid you, I don't even know you. You chose because mliniambia, kuna mmoja wao aliniambia, tumeangalia na tukaona ya kwamba you can help us. Kadi ya watu ambao wanasimama, wewe ukipata unaweza ukatusaidia. Na nikawaambia, are you sure? Every one of them nikawaambia, are you sure? Are you sure hiyo moto ambao unakuja hivi vitu ambavyo vinaenda kusumbua mtasimama? Mkasema tutasimama. And a lot of the people, because the word, kuna neno ambalo liko huko nje ya kwamba mimi niko na
makaratasi, change iko kwa mfuko. And it's true, I'm not a poor man, but the war ambayo tunaenda kupigana sio vita ya pesa ya kama hii hapa. We are going to fight vitu ambavyo vinapita mpaka kwa watoto wetu na wajukuu. So we are looking at something that is not physical. We are looking at something that is so big. So mtu ambaye yeye anaweza kuangalia tu na yeye hata sasa anaona hii, looking at small things. People who are like that, do you know what will happen? Hata hiyo pesa sitawapea. Because I know how to handle people. I know how to gauge people. Mimi, apart from being a bishop, I'm not a typical bishop, I'm a director wa NGO ambayo ilifanya vizuri sana Afrika hii in 2016. Wacha niwaambie the reason why hawa Bukusu tulitokana. Wakati 2016 kuna mtu anaitwa the Rockefeller. Kuna familia huko ngamba inaitwa the Rockefeller family. Waliangalia vile nafanya vitu siwajua wanijui, na wakaona vile na organize vitu and all that. You know, out of nowhere mimi nikapata email wakaniambia from YouTube. Wakasema YouTube imepanga kitu and we want you to come to Johannesburg. Na mimi nikapanda ndege, wakaniletea tikiti, sikulipa chochote, tukaenda huko kwa. Unajua wakati mimi ninaenda huko wanapeana award, wakanipea award na YouTube, na wakaniongezea $1 million. $1 million wakati huo ilikuwa ni 87 million shillings. Kenya shillings. Nikapewa shilingi milioni 87. That is the time Wabukusu walinitoka. Because now wakaona huyo sasa ametajirika, huyo sasa atasaidia mtu, huyo sasa atahama, ataenda ngambo, ama aende South Africa, ama aende Nairobi kule Karen to buy a house and stay there. To the surprise, I never went anywhere. Na hiyo pesa sina saa, msifikiria ati iko. Nilipea watu, nilijengea watu manyumba, nikafanya nini. Hiyo pesa yote iko kwa watu, all that money plus the other monies that nimepata. That is how tulianza. Na mkionanga watu wakinisema sana, si ati mimi nawakoseanga. Hakuna kitu ati mimi nimewakosea. Hata si ati nimewanyima vitu, mimi nawapeanga vitu. Shida yao ni ya kwamba why is he blessed? So you have to understand the warfare that is on. And the man of God is going to pray for you. Na wengine, kuna timu nyingine ambayo inakuja, watu wanajitokeza wengi sana. And I pray that God will give these people the strength to stand and fight for justice. Bwana asifiwe. Ya kwamba tutasimama. Na wewe ikiwa uko hapa, I don't know what you will do, I don't know what you are thinking. Bila umekaa hapo hivyo, sijui unafikiria nini. Somebody can say, like I did not agree with Job wakati alisema at Derek, ati unajua Derek pia alipigana. Na mimi niliona Derek akituma tu message moja peke yake, na ako na wifi hapa, anatuma message moja, na nikadifa kabisa. You cannot just send one message na watu wanaendelea kutusi, unatuma one message alafu unaendelea kusoma yeye unakonga hapa mkhoma. Hata mtu mwingine anapiga simalo, wewe umeona vile wanatuza askofu, huyu naye ametusi vibaya. Kuna watu walifanya vitu kama hiyo. Huyu naye msichana si anatusi, bwana msichana anaitwa Jedzi akana mtusi akisema na huyu msichana ni nani? Bibi itina bye busilu kama kesi kama bika kama kesi ke kumutamba ke chinchuha bindu bibi bantu bakalima kama kesi ta bakhola khosa sindu atetine baleha. Bwana asifiwe. We want efficiency, we want consistency. Mimi wena nisikuwe hapa for a very long time. I will be away and all that and all that. And while I'm away, wakati mwingine huo, when the campaigns started, na mimi nikaenda campaign, kijana mwingine anaitwa Rafael hapa na kina Mike wakakuja, na unajua waka bele bakho bali papindwe kanisa evenga nakora kwa campaign, wakawa wanasimama hapa na wakaharibu kanisa. They wanted to mess up the church kwa sababu waliona huyo mwenyewe alienda hayuko. Mpaka mimi nikapigiwa na mzee anaitwa John Kayembaka, niambie burudi kanisani, kanisa limeanguka. Mimi nikifika hapa napata walifukuza wale ma praise and worship wote, na wanasema nisipokohoa hakuna praise and worship hapo. Nini mama speaker yote yalikataa kufanya? Ama nadanganya? Ma speaker yafanyi.
baba na praise and worship wewe ni yoli yese baliota. Kuna sasa praise and worship leader mwenye alikuwa hapa, wamemchukua sasa wewe msichana anaitwa Sony, ati sasa yeye anaenda kuoleka na keyboardist. Mpaka ati sasa pastor huyu ati ameenda kwa kina msichana wako anapanga ati harusi. Vitu ambavyo hata unaangalia na vinakuja aibu sana. Bau kaangalia baranga kama kipandaski. Wakafikiria wataangusha kanisa. Kwa sababu wamefikiria sasa kwa vile huyu hayuko, hii tumepata sasa nafasi ya kufanya as we want. No. There is a covering of God in this place. Bwana asifiwe. Na Mungu atayalinda madhabahu haya niwe nisikuwepo. Kwa sababu sijaenda katika pombe, sijaenda kulewa. Ile kazi nimeenda kuifanya bado ni kazi ya Bwana. Kupigania wanyonge. Hallelujah. Wajane, watu walioteseka, watoto walisoma na wana, including you. I'm going out there spending my money to fight for you. So God will also protect madhabahu yangu na kazi zangu ambazo zitasimama while I'm doing that. Bwana asifiwe. Just pray for this young man. Baba, katika jina la Yesu, nataka kukuinua, nataka kukubariki, ni kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Umenena na kupitia kwa mtumishi wako. Tazama, umemteua kwa wengi kule Bungoma, na umesema ya kwamba Jehova akaenda akapiganie wanyonge wa huko. Yesu, nataka kuweka vijana hao mikononi mwako. Wengi wao nimewaona wakinisaidia hapo nyuma, na mimi hata ni mwalimu wao. Wamekuja kwangu Jehova, na jinsi mtumishi wako amesema Yesu, hiyo vita si vita tu, ni vita hii ya kimwili Yesu. Sisi tunasimama nyuma yao, tukiwaombea Jehova. Hao vijana tunawaombea, kawape nguvu ya kupigana huko kwa field Yesu. Baba, kawatangulie, sababu unasema tukifanya vitu kivyetu bila wewe Yesu hakuna kitu tutafanya. Mimi naweka mikononi mwako Jehova, na wafunika na damu ya Yesu. Hakuna kitu kibaya kitafanyika juu yao, hakuna mambo mabaya yatafanyika juu yao. Na wabarikisha mikononi mwako mahali watakanyaga, kile kitu ambacho watasema mtandaoni, wala ambao wataenda kuconvince Jehova, na hata polytechnic na hiyo organization anatengeneza. Give them favor Jehova. Give them favor. Give them favor. Give them favor. Ngome za giza hazina mamlaka. Kazi ya mwovu haina mamlaka. Vifo ya mapema haina mamlaka. Na zusha ngome zote nikielekeza kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Baba, na wapaka mafuta matakatifu. Baba, na wapaka mafuta matakatifu. Chini michavo mwami. Kutembee kwao Jehova. Baba, kawatangulie. Asante John kwa sababu wewe ni Bwana. Pokea sifa na utukufu. Watakao kuja kinyume na matakwa yao, watakao kuja katikati yao kuwatawanya, ngome hizo hazina mamlaka. Watakao wafanyia vitina kwamba hamuendi mahali na Jimmy, ngome hizo hazina mamlaka. Maneno hayo makali hayana mamlaka. Na zusha nikielekeza kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Wanapoanza kazi hii na askofu, Baba, kawatangulie. Askofu tunamweka mikononi mwako Jehova, akienda kule nje Yesu kamtakazi. Tunajua ya kwamba haya madhabahu it will not lack. Sababu madhabahu haya Jehova yamebarikiwa. Hakuna mtu atakuja kinyume na madhabahu haya. Watakao nena kinyume na madhabahu haya watokomena waelekee kuzimu katika jina la Yesu. Watakao jifanya kwamba sisi ndio tumewajiachia, watakao inuka waseme sasa ameenda, watakao fanya kinyume Jehova tuwanyamazishe na nguvu zao katika jina la Yesu Kristo. Baba, kaonekane, usimame Yesu. Kampeni hiyo tunaiweka mikononi mwako. Wewe mwenyewe katangulie. Tunajua kuna vita huko. Tunanyamazisha vita za wenye wanasema wako na pesa. Tunanyamazisha dynasties kule Bungoma. Tuzinyamazisha zote nikielekeza kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Asante Jehova kwa sababu wewe ni Bwana. Baba, utaonekana katika mji wa Bungoma. Utaonekana katika mji wa Bungoma. Jehova, utaonekana katika mji wa Bungoma. Asante Jehova kwa sababu wewe ni Bwana. Kwa sifa na utukufu kwa Yesu Kristo naomba na kuamini, na mtu aseme amen. Watu waseme amen. Watu waseme amen. Amen. Well, I'm going to give you the seed money. Naenda kuwapatia kila mtu shilingi 1,000. Hiyo ni sio ya kukwenda kukula, ni ya kuweka nini kwa simu na kulipa ya mkopa. Ama hiyo aibu mkono. Ama pia mkono hiyo aibu bado. Iko sawa. So go well. Go with God. Enda na Bwana. Bwana watangulie, awapatie akili na hekima. I think nimemaliza. Ama mna kitu kingine mnataka niongee?
Maana na Luis hata mnaonaga wengine wana nimewasinya. Haleluya. Wacha tuweke wimbo wa Kiluya, tuimbe holu wimbo lulala. Haleluya. Mwana wa wela fumariena, mwana wa wela fumariena, mwana wa wela fumariena, mwana wa wela fumariena. Najiandaa kwa sadaka, tuwekee hapo chini. Mwana wa wela fumariena, mwana wa wela fumariena, mwana wa wela fumariena. Oh Yesu kubabuza maroko wale. Yesu kubabuza maroko wale. Oh Yesu kubabuza marolande. Yesu kubabuza marolande. Yesu kubabuza marolande. Oh Papa mukitele ubalande. Oh Yesu mukitele ubalande. Yesu oh Yesu kibozongo marolande. Oh kende kumungo mamalogo wale. Oh yahaba mukenya fumolande. Oh baba kumungo mafumolande. Yesu kubabuza marolande. Oh Yesu kubabuza marolande. Oh kende mubamai marolande. Hallelujah. Kende mubaire marolande. Oh kende mubamukosa marolande. Oh yakaba mubamesi marolande. Oh yakaba muwasibito marolande. Oh yakaba mubaire marolande. Yesu marolande. Oh yakaba mubakwa marolande. Yesu marolande. Oh wacha musiwa jodi marolande. Yesu marolande. Oh kende kimili marolande. Yesu marolande. Oh baba wakaba na Yesu marolande. Yesu marolande. Oh baba mubama marolande. Yesu marolande. Baba mubaire marolande. Yesu marolande. Baba mubaza marolande. Yesu marolande. Baba mubaza marolande.
Wacha tuombee fungu zetu na sadaka zetu Baba katika jina la Yesu, na kuinua na kubariki kwa ajili ya wale ambao wamekukumbuka to worship you using their money. Jehova, tunawabarikisha mikononi mwako. Tazama, kuna wengine wameleta vitu za shambani Baba, ukawabariki. Shetani hata kuja kuwasumbua Jehova katika kazi zao na katika biashara yao, na mlaani nikielekeza kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Sadaka zetu hizi ziko mikononi mwako na fungu zetu tunazibariki mikononi mwako Baba. Watu wako wabarikiwe wanapoingia na wanapotoka. Asante Jehova kwa sababu wewe ni Bwana, na ni kwa Yesu Kristo naomba na kushukuru, na mtu aseme Amina. Piga Yesu makofi na mtu aseme Haleluya, haleluya, haleluya. Hiyo makofi inatosha kweli. Yeah, askofu alipoanza alikuwa amesema kuna mtu alipigwa na pikipiki, sayaka hapa referral amefanya kama mguu hivi. Kuna mwingine ugonjwa ilikuja tu imemfinya, na kuna mwingine alipigwa risasi jana. Na wewe uko hai. It is not you, it is God. Ambia jirani, it is God. Hata kwa wageni hamukuwa mmejua Nduruchi na Nduruchi ndio huyu. It is God. Ambia jirani, it is God. Ambia jirani, it is. Aya, tutafute dakika 2 tukae 2 minutes. Nafikiri watu wa online, asante sana watu wa online to follow us. See you next week.